Hallelujah. Unstoppable Favor, the daughter of Zion is my other name. Namshukuru Mungu kwa siku nyingine ambayo amenikaramia. Ni siku nyingine ya safari ya wokovu part 3. Kwanza kabisa nitasema samahani kwa part 2, kuna mahali kidogo nitarekebisha ambapo kuna mahali nilikumbuka baadaye. Wakati nilipogundua sasa yule kijana ambaye alikuwa ananifuatilia, nikajua ilikuwa vita ya kiroho, sio vita ya kimwili. Kwa kweli nilikaa na nikajifikiria na nilitafuta sadaka, kwa sababu upande wangu nilijiona kana kwamba kwa saidi moja nilikosea mchungaji wangu ambaye ni babangu wa kiroho na madhabahu ambayo yalinilea. So nilitafuta sadaka na nikarudi kwa baba yangu. Na nikaenda nikamuelezea kile kilifanyika na nikamwambia nimerudi kusema asante kwa haya madhabahu yalinilea, na tukazungumza kwa kina na alinisamehe na akafungua moyo wake na akanibariki tena mara nyingine na akanifungua niende nikatumike nikafanye kazi ya Mungu, na akanifungulia mlango, akasema mlango uko wazi. Kanisani hapa ni nyumbani, ukitaka kurudi anytime rudi. Namshukuru mchungaji wangu Pastor Peter Mackenzie kwa kuwa na moyo mkubwa. Haleluya. Alafu tena nitaingia kwa maswali ambayo nimetumiwa. Nitajibu tu maswali kama labda mawili hivi. Swali la kwanza naulizwa, Waislamu hawakufuatilii. Hili nitakujibu kwa kitabu cha John 8:7. Wakati mwanamke ameletwa kwa Yesu kana kwamba amefanya unzinzi, hakufanya unzinzi peke yake, alikuwa obvious na mwenzake. Lakini swali ni, mbona hakaletwa peke yake? Hivyo ni kana kwamba hata wakati Waislamu wanahukumu Muislamu kwa sababu ameasi dini, nao pia wanachukua Waislamu na Wakristo na wanawasilimisha, na hakuna Mkristo huwa analeta shida. Kama we ni Mkristo na umeamua kusilimu, huwa unaachiliwa tu. Kwa hivyo, hiyo sasa ni mambo ya Mungu. Asiye na dhambi awe wa kwanza kutupa jiwe. Kama dhambi yangu ni kuasi dini na kuwa Muislamu, na hata pia familia wakati mwingine huwa inachangia. Kwa sababu like mimi nilitoka nyumbani, hata si kutoka, nilitoroka nikiwa na umri mdogo sana. Hiyo ni story ya wakati mwingine. Kwa hivyo wakati pia familia inachangia kwa uamuzi wako, wakati mwingine hawafai sana kukufuatilia. Na pia wakati unategemea watu wanakusaidia, hapo pia utakuwa kama ni slave yao. Watakuwa wanakuwekea vikwazo na masharti. Hatutaki ufanye hivi, fanya hivi. Mimi nilianza kujitegemea na umri mdogo sana, na nashukuru Mungu kwa umbali amenifikisha. Sio kwa nguvu zangu, ni kwa nguvu za Mungu. Haleluya. Leo nahubiri pamoja na safari ya wokovu ikiendelea. Swali lingine naulizwa, kwa nini nyanya alisema ukiamua kwenda kanisani? Mbona hakusema ukiamua kuingia msikitini? Hili ni jibu rahisi sana. Wamama wa zamani, especially hao wa nyanya, kuna vile walikuwa wanatumika kimila. Kwa hivyo walikuwa wanaona mbali. Hata mtoto akizaliwa, kuna vile walikuwa wanaangalia mkono wa mtoto hivi. Wanaangalia, wanajua hatima yako na nyota yako. Na hapo ndipo huo unasikia watu wengi wakiambiwa nyota zao ziliibiwa wakati wanazaliwa. Kwa sababu kuna wale wakunga ambao wanachukulia wamama watoto. Unapata kama kuna mchawi pale, unapata akiangalia, na kuna wale wanajua kusoma nyota za watu kupitia kwa kiganja. Akiangalia mkono wa mtoto hivi, wakati anampokea, akiona nyota ni nzuri, ndio unasikia wengi wakiambiwa ufuatilie ujue placenta yako, either ulizaliwa hospitali ama nyumbani na wakunga waliokuzalisha, kwa sababu watu wengi sana nyota yao uibiwa pale. Kwa hivyo nafikiri my grandmother knew something about me that I was not aware of. Cause mimi mara nyingi tulikuwa tunagongana tu kwa shughuli zake, akifanya shughuli zake, na tunafanya mambo yetu na inaisha sisi wawili, hatuambii mtu. Inaisha hivyo. Cause nakumbuka wakati nafikiri ni kama 13 years, ndipo nilianza kujielewa. Nakumbuka kuna mtoto, my cousin, alipozaliwa alikuwa na shida ya kufitika. Hii kuanguka nyumbani wanasema ni kifafa, lakini ni kama sio kifafa hiyo. Nafikiri umeelewa. Unapata mtoto anazimia, anakufa, yuko kwa mikono, macho inatown meupe, alafu kwa muda anarudi anakuwa vizuri.
So kuna my cousin, hata waleo mimi sijawahi mwambia, hata mama yake alikuwa rafiki yangu na sijawahi mwambia. Lakini nilienda nikaingia tu hivi kwa nyanya. Nikamkuta nyanya ndio anatoka kwa mlango mkubwa amebeba huyo mtoto. Juu milango ya nyanya ilikuwa miwili, wa kuingia na wa kutoka. Sasa nyanya alikuwa huyo mtoto ikifika hivyo, anakimbia hapo nje, anachukua maji, anamwagia mizimu ya kwao, anaongea sijui vitu anaongea nini. Lakini hiyo ilitokea wakati anatoka tu hivi amebeba mtoto na mimi ndio naingia. Tayari wakati huo nilikuwa nasoma madrasa na nilikuwa najua inaitwa nini, dua. Nilikuwa najua kusoma dua. So nilishika ule mtoto kichwa na nikamsomea dua na mtoto akafufuka na akapona mpaka wa leo. Huyo mtoto hajawahi fitika, kwanza hata sasa ni daktari. Haleluya. Tukio lingine tuligongana na nyanya ni kwa soko. Wakati wa soko kuna kibanda nyanya alikuwa anauzia, anachemsha miogo, anauza siku ya soko ya mifugo. So kuna kibanda tulikuwa tunabeba vitu tunampelekea huko na vitu, wakati amepika chakula tunamtanguliza. Tulikuwa mimi na sister yangu mkubwa na my cousins. Tulikuwa tunatembea group ya vitoto vingi. So wakati tunatoka huko kuangalia nyuma, sister yangu mkubwa alikuwa mwerevu. Akaona kuna watu huko nyuma, akatuambia wale watu wanaroga kibanda ya nyanya. So vile tulienda nyumbani, my sister mkubwa akamwambia nyanya, tumeona watu wanaroga kibanda yako. My sister akamuelezea nyanya mahali uchawi umewekwa, na tulikuwa mbali kabisa. Lakini sasa mimi nilitoroka wengine wakati nyanya ameenda kwenye kibanda. Nikaenda nikamuuliza, nyanya umeambiwa dawa imewekwa wapi? Sehemu alinionyesha, mimi siku hapo karibu wakati uchawi unawekwa. Lakini nilimwambia sio hapo, ni hapa. Na mahali alifukua alipata kuna vijidawa vitu hivi vilikuwa vimewekwa hapo. Sasa alichukua maji na mafuta ya kondoo akaweka hapo na mambo ikaishia hapo. Tuligongana mambo nyingi na nyanya. So nyanya kuna kitu alijua ndani yangu ambacho mimi sikukijua. Na hapo pia nitakujibu kutumia kitabu cha Jeremiah 1:5. Jeremiah 1:5, wacha tuone inasema nini. Before I made you in your mother's body, I knew you. Before you were born, I chose you for a special work. I choose you to be a prophet to the nations. Hallelujah. Mumesikia kile Bwana anasema? Kwa hivyo hiyo nimewajibu. Sawa sawa. Kingine ni kana kwamba kuna mwingine anauliza, wakati umevunjika moyo kwa sababu nasikia Daughter of Zion uko na hadithi refu. Wakati unasikia kukata tamaa, wakati unajisikia uko chini, huwa unatumia kitabu gani sana kuomba? Mimi sana huwa natumia kitabu Psalms of David. Huwa inanijenga sana. Ukiangalia kama kitabu ya Psalms 121, msaada wetu unatoka wapi? Our help comes from God. Ukiangalia kama Psalms 71 inasema nini? When you put your trust in God, you will never be disappointed. Na Psalms 23 inasema aje? The Lord is my shepherd. Kwa hivyo hapo hakuna kitu kingine cha kushinda ukitafuta. Safari ya wokovu inaendelea in Jesus name. Hallelujah.